Shirikisho la watu wenye ulemavu wilayani Kahama mkoani Shinyanga limeiomba serikali na wadau kupunguza bei ya vifaa saidizi vikiwemo viti mwendo, magongo, vifaa vya kusaidia usikivu na viungo bandia ili kuwezesha kumudu gharama za kuvinunua, hali itakayosaidia kupunguza unyanyapaa kwa makundi hayo. Frank Mshana na ripoti kutoka Kahama mkoani Shinyanga. Watu wenye ulemavu wametoa ombi hilo mbele ya katibu wa neki siasa na uhusiano wa kimataifa Suki Bi Rabia Abdalla Hamidi katika kikao kazi cha kusikiliza kero na changamoto za makundi mbalimbali yakiwemo ya walemavu, vijana na wanawake. Shirikisho linaomba kupunguzwa kwa gharama za upatikanaji wa vifaa saidizi kama vile miguu bandia, magongo, viti mwendo na vifaa vya kuongeza usikivu na kuongezwa upatikanaji wa mafuta ya ngozi kwa watu wenye albino. Mimi ningependa kuipongeza serikali. Kiukweli ninampongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kulijali na kuliona hili kundi la watu wenye ulemavu. Sisi kama watu wenye ulemavu tumekopeshwa mikopo na tumeendelea kujikwamua kiuchumi. Changamoto ndogo ndogo ziko, kwa mfano kama kule kijijini waendelee tu maafisa wa elimu kutoa semina, lakini kiukweli tunaipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuhusu ombi la watu wenye ulemavu kuongezewa muda wa kurejesha mikopo ya 2% wanayopewa na halmashauri, afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Kahama anasema kurejesha ile 10% kwa walemavu ili mheshimiwa ni swala la kisera. Hatuwezi kuliongelea kwa sababu muda uliopangwa kwa mujibu wa taratibu inategemeana na mradi unaotekelezwa. Na kisha katibu wa neki siasa na uhusiano wa kimataifa Suki Rabia Abdalla Hamidi akatumia muda huo kuzungumza na makundi hayo kuhusiana na changamoto zilizowasilishwa. Hoja zenu ziko wazi, zina mashiko, hoja ambazo zinaeleweka na hoja ambazo zimeenda shule vizuri sana. Hakuna hoja hata moja ni ya kupinga. Kwa hiyo ni mambo ambayo sisi chama hata kama hayajatoka kwenu tayari tumeshayaangalia na tutaenda kuyafanyia kazi. Hii ni ahadi ya Chama cha Mapinduzi.